Wakati tulifika huko na nilikuwa na hawa wadau wa press, walituambia tuache simu kwa gari. Wakati walituambia tukawauliza ni kwa sababu gani. Sasa hawa watu kwa sababu walikuwa wanafikiria sisi ni wajinga, wakasema ukiwasha picha inaweza kuwasha hiyo mafuta. Nawaambia story ya ukweli. Tukawaambia wacha iwake, sisi tumefika. Kabla nifike Kiboko, hawa watu wa media, wape Mutinda wa Musie? Where is he? Kabla tujafika Thange, watu wa media walitishiwa na mabunduki, wakaambiwa sikanyage huko. Mimi niliwaambia hizo bunduki tayarisheni, mimi ninakuja. Tukaenda. Na hao watu ni walagai. Walilagai watu wa Kiboko, wamelagai watu wa Thange, na tukiendelea hivi wataendelea kuwalagai wa Kenya. Wacha niwaambie wananchi wa Makueni ni nini ilifanyika wakati kesi ya pipeline mpya ilifika bunge. Kandarasi ya the new pipeline was $52 million. Yes. In that contract kulikuwa na $4 billion ya kuweka kitu inaitwa leak detection system. So wakati nimewasilisha hii kitu bunge, watu wa media walifukuzwa. Na watu wengine sitawaambia ni kina nani. Wakaniambia Mutula usiwachane na hii kitu. Nikaulizia niachane kwa nayo kwa nini? Wakasema hii kitu hii ni mali ya wakubwa, wachana nayo. Yes. Kwa sababu hiyo $4 billion ambayo Wakenya walilipa ili leak detection system iwekwe, wanaume walikula. Ndio kuelewa. Au mbesa isu mai na meendani kili. Sasa nikawauliza, mimi ninyamaze na watu wa Makueni wanaendelea kukunywa mafuta? Wakaniambia na sasa kwa sababu utaendelea, you will never see the end of this story. Yes, waliniambia hivyo. And true to their words, that petition about Kiboko oil spillage, chairman, utaipata in the records of parliament, in the Senate, and it was never resolved. So Kenya Pipeline, as far as I'm concerned, corruptly obtained an order that Thange was cleaned. Kwa sababu ule ofisa ambaye alitengeneza hiyo report wakati huo, na nilikuwa na Sami wote, lazima akuwe alipatiwa hongo, kwa sababu alitumia njia gani ya kusema kwamba Thange is clean. Nimeangalia katika report zao. Wacha nimwambie the people you are dealing with, wako na pesa hata ya kulipa kotini kesi zenyu zianguke. Kenya Pipeline made a profit of 10 billion shillings last year. 10 billion. Na ukihesabu hiyo miaka yote tangu 2015, they have made a profit of not less than 100 billion shillings. So DG Nema, the bond that we should order from Kenya Pipeline should not be less than 100 million shillings. Nimefanya hesabu, because those are 10,000 people affected, watu wengine wamekufa, and the livelihoods ya hawa watu ambao wanaendelea kuumia figo will continue for the next 20 years. Walikuwa nalipa school fees hapa, walikuwa naleta maji hapa, na miaka 10 hawajaleta. DG Nema, issue a restoration order even without the Senate resolution, because wewe mwenyewe umejionea mafuta na umenusa. Ametolewa mchanga ya shimo imechimbwa leo, penyunga hata petrol paya. The emergency war. We must, the reason I fight so much
is because while Kenya Pipeline is making a profit of 10 billion shillings, yule mzee ambaye tumesimama na yeye pale karibu na kwake anafanya dialysis ya 10,000 every week, na hiyo ni pesa hana na hatapata. Na ukifuatilia vizuri anaitoa mfuko kwa sababu SHA pia iko na maneno yake. For how long will Kenyans suffer? In fact, I am thinking that we must find a way ya kuhakikisha those people living along the pipeline have some element of a fund that they can access in case of a leakage. Because this pipeline has proved that it will leak. Na watu wakazungushwa, wakaongeleshwa kizungu, mawakili wakatembea huku, kesi za uongo na ukweli. Andoane madheni. Nimetoa order. No person shall come here unless we have authorized them to do so. So that we have some order. Mukimwona huko, mtoe tu mbio. Because hii kuhadaa wananchi inaongezeka. Ofisa ule alikuja hapa leo wa Kenya Pipeline, mimi tu ndiye nimemzuia, karibu arushe kwa dirisha leo. Eza ikiendelezea. Nunde kuelewa. So Dr. Oburu, it's not a coincidence that you have come here. It's not a coincidence that you're here. And I know the position you hold. And I'm sure you can whisper even to Baba. Because hakuna mtetezi mwingine kama Baba. That is the person who anaongea wanaume wanatetemeka. Hata Baba aambiwe kwamba kuna watu wanaumia in Kibwezi for the last 10 years. Because I'm sure with your voice and that of Baba to the president, watu wataingia line. Because we appear as if tukifanya hii kitu inapotea. Na inaonekana kuna watu ambao ni wababe Kenya, ambao ni wako above the law. Ndio kwa sababu jambo hilo hatujajipata solution. Ninamuye ila naiko aikinukine kiumia moja. Tiwa. Na nitabisi kibeti koma niya joba ya chambia ni mwabundi iwe chati. Niye mheshimiwa akatumbo chati ndia hizo kimanyanesa. Na baha pai chao chati. Na muika kune chao chati. Alama tadhimetwe nitu umuthima. Na Dr. Matheka eva itu munenge tembeza oya. Na tukamuya reagents ite si asivitali si andu mathange. Nina munengie ngilima anana oya. Sia sindula sia lito tumika muika even dululu muthimwe. Dr. Matheka, isn't that correct? Correct position. Kuma obisi wao. Alama te adhime mathimwe. When are you doing it? Huh? Go with it. You consult. But can we give it a week at most? Latest the other Monday. Latest the other Monday. Monday at 14. Yes, latest. 14th of May. Yes. Aya. Tumefanya hiyo kazi. Two. Aya. Director Public Health, we have formally through, and I will not put the question. I don't need to put a question that you join the team. Tupatie an officer who will join the team so that we can make this a reality. A restoration order, DG, can also be amended. You know, the restoration order can be given at a temporary basis and amended in the event that something else has come up. So we can issue an immediate order. And then once these results are out, we can go to the second and third, plus a bond. Sio watu wajue ni wa Kenya. Otherwise watu wanafikiria si wa Kenya.
Eni mwigu hata mwigu mandhi nwende. Mwigu hata siana siote. So we are going to change that. Na mimi, I am so confident. After nimeona Dr. Oburu Odinga here na team ya Senate. Hii report ikifika. Panebe useme vya mundu. The first MD wa Kenya Pipeline, nilimwambia, wale wanakumbuka, kazi yako imeenda. Her job went, Flora, hapa, Okoth. So if Joe Sang, a CEO wa Kenya Pipeline, does not listen to the people of Thange, hata yeye nimemwambia kazi yake pia, iko moto. Chairman of KPC the same. Hizo pesa, we can create a fund and help these people. Wacha nimuite chairman ili. Do you want to start with the chairman? Wana Mukai? Yes, Mukai will lead the last time I was here tulinyeshewa sana. So Mukai muna coordinate hiyo kitu together with the team ya Dr. Madheka. I want to follow Dr. Madheka's lead so that akue na yule daktari wa MOH ako wapi? Na MOH mwingie msinyeshewe, isa baraka tu. Mimi kwanza nataka ninyeshewe kidogo. Haya. So leteni